Tuambie majina yako na Bwana Yesu amekutendea nini? Kwa majina naitwa Queen Edwin. Natokea Dodoma. Namshukuru Mungu kwa matendo yake makuu aliyonitendea. Kwanza kabisa nilikuwa naumwa. Nilikuwa sijiwezi. Nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la miguu inavimba, magoti yanauma na pia mikono ilikuwa inauma inavimba. Hata kushika kitu chochote nilikuwa siwezi, hata kikombe siwezi. Kujiogesha penyewe nilikuwa siwezi, kazi zote nilikuwa nashinda hata kupika. Lakini namshukuru Mungu kwa matendo yake makuu aliyonitendea. Na tatizo hilo limekusumbua kwa muda gani? Limenisumbua ndani ya miezi miwili. Ndio. Na ulijaribu kwenda hospitali kabla ya kufika hapa au ilikuwaje? Kwanza kabisa kabla ya kufika hapa nilitembezwa huko Dodoma. Nilitembezwa sehemu za kienyeji. Kadri nilipokuwa natembezwa sehemu za kienyeji, maumivu ndio yalikuwa yanazidi zaidi. Baada ya hapo walipoona tatizo ndio limezidi kienyeji, ikabidi nikimbizwe hospitali haraka. Na hospitali walisema ni tatizo gani? Hospitali nilipoenda nilifanyia vipimo vyote, lakini hawakugundua tatizo lolote. Baada ya hapo labda turudi nyuma. Hapo ulipajuaje? Hapa kidogo family ulipafahamu vipi? Hapa mpaka kufika, baada ya kutibiwa hospitali, wamenipima kila kitu, wameona tatizo halionekani. Nikawa napewa tu madawa, nachoma sindano. Baada ya kuona wazazi wangu hali inazidi kuwa mbaya, hawaoni unafuu wowote, ikabidi nipewe ruhusa ya kurudi nyumbani. Niliporudi nyumbani, nikatafutiwa tena mganga mwingine wa kuweza kunitibu. Huyo mganga alipokuwa ananitibu ndio maumivu yalipokuwa yanazidi zaidi. Mamangu mzazi akasema hapana, naomba mnipe mtoto wangu na mimi niende nikajaribu. Wakati huo mamako mzazi ulikuwa unaishi naye au yeye alikuwa anaishi sehemu nyingine? Mzazi wangu mimi anaishi Mwanza. Baada ya mimi kuuguliwa ilibidi atoke Mwanza mpaka Dodoma kuja kuniuguza. Alipoona hali ni mbaya, akaomba upande wa mume wangu kwamba namwombeni mtoto wangu nirudi naye na mimi niende nikajaribu, nimpeleke kwenye maombi. Mamako yeye alipofahamu je hapa au kuna mtu alikuwa anawasiliana naye? Hapa kuna mtu alikuwa na mawasiliano naye, anaitwa Mama Baraka. Alimtolea shuhuda. Naye alikuwa na mtoto wake, alikuwa anaumwa. Alipokuja mahali hapa, askofu alimwombea, akaweza kupokea uponyaji akapona. Na siku nafika hapo ulikuwa na hali gani? Ulikuwa unajitambua au ulikuwa hujiwezi kabisa kwa lolote? Kwanza kabisa siku nafika hapa nilikuwa na hali mbaya. Hata kupanda gari penyewe nilikuwa nashindwa. Nilikuwa napandishwa mpaka nafika hapa miguu ilikuwa imevimba. Ilikuwa imejaa, hata kutembea kwangu ilikuwa kwa shida. Maana yake babako ndo alikuwa anakushikilia? Ndio alikuwa ananishikilia. Na ulipofika hapa nini kiliendelea? Nilipofika mahali hapa nilisomewa neno, nikasalishwa toba. Nikaweza kuwekewa mikono, nikaombewa. Toka hiyo siku nilipoombewa mahali hapa, maana nilikuja hapa hata kazi kunyanyuka tu penyewe kitandani nilikuwa siwezi. Nilikuwa nalazwa na nyanyushwa, lakini nilipofika mahali hapa nilinyanyuka mwenyewe moja kwa moja mpaka leo. Wow. Sikurudi nyuma. Kwa hiyo hata kukaa ulikuwa huwezi kukaa peke yako? Nilikuwa siwezi mpaka nikalishwe, nilazwe. Kunyanyuka penyewe nilikuwa nanyanyushwa, kuogeshwa naogeshwa. Lakini unaweza ukatuonyesha kwa sasa hivi mwanzoni ulipokuwa labda hata ukijaribu ulikuwa huwezi kabisa kukaa peke yako mpaka ukalishwe, na baada ya kufika hapa hebu unaweza ukaelezea watu kwamba kwa mfano mwanzoni nilikuwa nikinyanyuka au hata kama nikishikiliwa maumivu yanakuwa ni makali, maana yake kunyanyuka kwangu ilikuwa ni kwa shida, na sasa hivi jinsi unavyoweza kunyanyuka kwa wepesi? Ndio naweza kuonyesha. Basi tuonyeshe.
Maana hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza. Na baada ya kuombewa, sasa hivi unaweza kutuonyesha jinsi unavyoweza kunyanyuka na ukatembea kama ulikuwa huwezi kuinama, ili kusudi hata yule kule anayetazama aweze kusadiki, asijue labda ni uongo. Kwenye kukaa sasa hivi naweza nikasimama hivi nikakaa. Wow. Natembea tu vizuri. Na kuinama, kuchuchumaa. Kuchuchumani. Kwenye upande wa kuchuchumaa ndio nilikuwa siwezi kabisa. Lakini sasa hivi unachuchumaa. Sasa hivi nachuchumaa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Basi ni jambo jema la kumtukuza Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo kwa matendo makuu aliyokutendea. Najua sio kwa uwezo wako. Umesema ulikuwa huwezi kufua, ulikuwa huwezi kuoga mwenyewe. Nilikuwa siwezi kupika, lakini sasa hivi namshukuru Mungu, nafua, kupika napika. Kwa hata nikirudi Dodoma watashangaa. Haleluya. Ukamtukuze Bwana Dodoma na wengi wakamjua Bwana Yesu Kristo kupitia wewe. Amen. Ukawe msaada kwa watu wengi zaidi na zaidi. Amen. Haleluya. Basi una neno gani la kuambia wana Dodoma, kutuambia sisi wana Kahama, kuambia wana JC Kingdom Family na wote wanaokutazama? Jambo la kuambia, tumtegemee Mungu. Hicho ndio ninachowaambia, maana Mungu ndio mweza wa yote, ndio kila kitu. Mwanadamu sio kitu. Tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Kama mimi hapa nimeteseka kokote, nimezungushwa, lakini Mungu ndo kaja kuniokoa hapa. Kwa hata wenzangu ni matatizo, wamtegemee Mungu. Hicho ndo ninachowaambia. Asante sana, na kwa ushauri wako tunaahidi kuufanyia kazi. Najua na wale pia ushauri wako wameusikia, wataufanyia kazi. Ubarikiwe sana, karibu tena. Amina. Asante sana. Nitaenda kushuhudia matendo ya Mungu aliyonitendea. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Amina.